nashukuru sana kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa Latifa Balozi Buriani, pia nilipo mara kwanza nilikutana naye ofisini kwake, pia aliweza kuniambia Darusi, haya yote unalalamika wanyanyapaliwa kwa sababu ulikuwa mraibu hivi na hivi, lakini na kuahidi utakuja kuwa vizuri. Kwa hiyo pia nilipata moyo na pia kwa upande wa RPC alisema kwamba pia hapo awali nilikuwa nikiumia pia kwa makesi ya kubambikiwa, akasema yeye haruhusu uonevu, kama wafanya kweli ukawekwa ndani, hilo liko nje uwezo wake, lakini kama kwa kuonewa yeye hataruhusiwa. Kwa hiyo nilichokipoteza mimi yani ni kikubwa, alikuwa ninachoumia ni ule uaminifu ambao ndio niliopoteza, lakini kwa sasa mimi sione cha kupoteza, kwamba ninachomuomba Mwenyezi Mungu mimi naendelea kubaki kuwa safi na nife nikiwa msafi, kwa sababu leo mimi kilikio cha jamii, kwa sababu kuna watu sasa hivi wanabadilika pia kupitia mimi. Kiukweli kuna jambo ambalo, kwanza mabadiliko ya kiakili kutoka katika matumizi. Akili yangu imerudi katika ubinadamu kama binadamu wengine na kufurahia maisha kama watu wengine wanavyofurahi. Na kiafya, kiukweli afya yangu imetangamana, kwa sababu siwezi kuamka asubuhi bila kwanza kufanya mazoezi. Wakati nilipofanya mazoezi siwezi kufanya. Kwa hiyo nina afya njema, nashukuru kwa Mungu. Kwa upande wa uchumi, kweli siko vizuri kiuchumi. Zaidi ya katika harakati zangu napoenda huko mjini, nikiamka asubuhi, zipo baadhi za sehemu ambazo mimi nilikuwa mraibu, nikionekana tunaonekana kama sasa hivi, baadaye maana nitaharibu. Lakini nafika kwenye duka la mtu, nikasimama na kibarua nikafanya, nikapata riziki. Lakini kwamba ile kusema kwamba na kipato kikubwa ambacho nakipata bado, lakini kile kidogo ambacho napata nikasema nafanya mahitaji yangu madogo madogo, kwamba si kwamba nitegemezi kwa mtu, no, naishi kwa kujitegemea mwenyewe. Hicho namshukuru kwa Mungu. Tajiri. Ndio, niambie bro. Salama kaka. Nilikuwa na uhitaji wa nani wa calculator hivi pale kwa sehemu kuu ya nani pale kwa mama nani wa Sabasaba, jamaa anaweza kupata